Yes. Tunatoka kucheza finali Algeria. Mimi napata platform chombo fulani nazungumza namna mkakati wa mpira, mkakati wa Yanga ulivyo. Lakini pia nikaenda kutengeneza heshima nyingine kwa msemaji. Mimi ndio kama mtu wa kwanza kupostiwa kwenye akaunti ya afisa habari wa klabu ya Yanga mara tu baada ya kutangazwa yeye ni afisa habari. Na nimefanya kazi kwa moyo mkunjufu kwenye ile idara. Na nimefanya kazi kana kwamba mimi sina kazi nyingine. Lakini ile yote ni kwa sababu nilikuwa natetea club. Nailinda club. Lakini vijana wa sasa hawajui wanataka nini. Vijana wa sasa hawana misimamo. Vipi? Vijana wa sasa wametanguliza pesa mbele kuliko utu. Mimi nishai kuwaita influencer wote wale unawajua. Nikawaambia tupite njia hii ili na sisi tunufaike, wakanikatalia. Wakakuwa na chawa. Wakaniambia wewe Simba. Kaambia okay anyway. Lakini nikawaachia usia ndugu zangu. Mimi nilikuwepo hapa. Na kipindi hicho nipo na wakala wa VPB kina Sekeli shahidi. Nipo na wakali wa VPB. Wale pale kina Sekeli ambao sasa hivi wamepata thamani kwenye club. Na yote kwa sababu walikuwa wamefanya kazi kwa moyo mkunjufu, sio kwa sababu ya kupata kitu. Leo influencer anakwenda mbele anakuambia klabu mimi hainifaishi. Leo influencer anakuambia kwa nini wenzetu wa Simba wananufaika kuliko sisi. Mimi sina nilikuja hapa nikasema mkakati wa Jairuti ni mzuri, wao wakanishambulia. Mimi ndio nilikuja hapa nikasema hivi, kwenye soka la Tanzania ukiwataja influencer bora, ukiwataja mashabiki bora wa nchi hii ni mashabiki wa Simba. Sasa nishambulia. Sasa wanalia nini? Wanataka hela. Waje bandarini tubebe mizigo huko. Aje. Wanakuambia wanatumia pesa nyingi sana kuisupport club ya Young Africans, lakini wao hawapei thamani ile ambayo inayostahili zaidi. Dosa, mashabiki wenzao wanajitoa, wanataka thamani nao walipwe. Wanataka thamani gani Bushiri? Ile ni kazi ya kujitolea. Ile ni kazi ya klabu. Si mwananchi. Sifa mwananchi nini? Ni kulinda nchi yake. Ni kulinda kitu chake. Wanataka kulipwa nini? Wasafirisho mkoani kama wanaofanya Jairuti. Kwa hiyo wanataka wawe kama Jairuti. Kwa hiyo mimi nikisema Jairuti ni bora, mbona wananitukana? Mimi nikisema Jairuti ameweza, mbona wananitukana? Lakini Bushiri, mimi hapa moja kitu ambacho nakitamani kweli ni siku tu afisa habari wa klabu kusimama mwenyewe kama afisa habari, kuachana na watu. Kwa nini? Wanamtukanisha, wanamdhalilisha pasipo yeye mwenyewe kujua. Yes. Kelele za influencer zipo nyingi mitaani. Lakini yote ni kwa sababu msemaji ameamua kuambatana nao kwenye kila eneo. Leo hii walisema kufa na kiu kwenye bahari huo ni uzembe. Ni bora unywe maji ya chumvi. Kunywa maji ya chumvi utaendelea kusurvive. Kufa na kiu kwenye bahari ni nini? Ni uzembe. Kunywa maji ya chumvi. Kwa hiyo kuna viongozi wa matawi wanakufa na maumivu kwa sababu ya influencer. Na zipo taarifa na hizi nitampelekea Sekeli yeye akiwa kama mtu wa idara ya wanachama. Watu wanashindwa kulipia kadi za wanachama kwa sababu wanaamini influencer wanasafirishwa, influencer wanathaminiwa kuliko wanachama wengine.
Kuna baadhi ya wanachama hawajalipia kadi. Wapo. Hata hao wanajiita influencer. Hapa nikisema niwataje kwa majina, Bushiro utashangaa. Kweli? Hey. Wapo. Yaani katika watu ambao wanaongoza kutokulipa kadi za wanachama ni influencer wa Yanga. Mimi nina ushuhuda. Msimu wa mwaka jana walilipa kadi za wanachama, kuna kigogo mmoja aliwalipia wote wale. Walilipiwa wote. Waje hapa wakatae mbele yangu. Wote walilipiwa. Sasa ni kuachana na hawa. Ali kashakuwa mkubwa. Ali kashasimama. Hahitaji mtu nyuma yake. Hahitaji support ya influencer. Ya nini? Influencer wenyewe ndo hawa. Ukiwanyima jezi wanatukana. Usipotoa gari ya kusafiri mikoani wanatukana huko nje. Mimi nishakutana na influencer fulani wamemwekea kikao cha kumngoa Ali. Hey. Yes. Nishakutana nao. Wamekaa kikao kwamba huyu Ali lazima ang'oke hapa. Na mimi kwa sababu yule ni msemaji wangu, nikasema hapana, I can't wait. Kagoma. Kwambie. Wewe unanijua, unanisikia? Wewe sema hivyo Mbeya, lakini mimi nalinda maslahi ya timu. Nalinda maslahi ya Ali. Na unakuita chawa. Waache waendelee kuita. Lakini kama kuna kitu ambacho Ali anahitajika kukifanya ni kuondoa hiki kikundi cha kihuni. Kukiondoa. Bushiri, kukiondoa hiki kikundi. Unaamini kabisa kwamba influencers ni miongoni mwa watu ambao wanachangia kutopanuka kwa maendeleo ya Yanga? Kutopanuka? No. Mimi nakwambia kipindi sisi tunafanya ile kazi, tulikuwa tunajitolea. Hamkuwa mnahitaji kulipwa. Hatuhitaji. Tunatengeneza midahalo mbalimbali na watu wa Simba. Leo hii hawa influencer hawa namba E. Kwa sababu wale wote namba E. Wale nitajia ni shabiki gani, influencer gani ambaye katafuta mdahalo na shabiki wa Simba kuweka kuzungumzia timu yake? Bushiri nikisema mimi huwa nasema mimi kweli. Mimi wakati niko pale kwenye kikundi cha influencer kile, mimi nimeweka na bato na mashabiki wote wa Simba wenye nguvu. Achana nao akina Pacha sijui wa Simba, sijui wa akina Mchome, achana nao. Sheka bato na Mikoi Kisugu. Meza moja. Ni Sheka bato na kina Miraji, kina Mzee Saidi, kina tukatengeneza mfumo wa mashabiki wa Simba na wa Yanga mpaka tukatengeneza kipimo cha soka kijiweni. Wewe ulikuwepo? Wewe sio mwandamizi Nenda kamuulize Scope, Bato, Spoga, uulize. Nenda kwa Dodi, muulize. Vyombo vyote vya habari tulivihamisha huko vilipo, vikaja station. Dosa Yanga, Kisugu Simba, Miraji Simba, Masatu Simba, Mzee Saidi Simba. Ulikuwa ndio kwa mtoto wa Yanga au ulikuwa mtoto wa Simba? Only one, kama Sunderland vile. Only one, kama Sunderland. Na watu wako wanakaa. Na nikitoka hapo mzee nafunga virago vyangu, naenda kwenye majukumu yangu. Dosa mwasema my influencer tutoke hapo. Na bila shaka wameshasikia na Alikamwe naye amesikia. Simba leo alikuwa anafanya mazoezi yake ya mwisho kuelekea mchezo wao wa kesho juu ya kilele cha siku ya Simba Day, ambapo watapiga katika uwanja wa Uhuru dhidi ya Polisi ya Kenya. Moja ya kitu ambacho wamezungumza kocha na mchezaji wake Duchu ni kwamba mchezo huo unaotazama ni moja ya mchezo ambao wa kuonesha
kiwango chao bora na kufanya vizuri kwenye mchezo wa kesho ili kuelekea kwenye ngao ya jamii, pia kwenye ligi ya NBC. Una kipi cha kuzungumza kutokana na haya mazungumzo mawili, lakini pia namna ambavyo kikosi cha Simba kilivyo na Dumbia tumemwona Ibrahim Dumbia striker la boli tumemwona bwana Bushiri, naendelea kukwambia kukukumbusha moja ya mchezaji wa kuchungwa sana kwenye mechi ya ngao ni Ibrahim Dumbia. Moja mchezaji wa kuchungwa ni Ibrahim Dumbia. Kwa nini Dumbia ndo achungwe sana basi? Ana namba nzuri, ana umri mzuri wa kiushindani, ana ushindani pia, ushindani anao, lakini ni struggle. Lakini kuna baadhi ya watu walimbeza. Huwezi ukambeza mchezaji ambaye ametoka na goli 17 per season kwa sababu za mechi za kibumabonaza. Season amefunga. Huwezi. Kama we ni mtu wa mpira. Lakini kama ni influencer wa timu fulani, lazima ubeze. Kama we ni mtu wa mpira, huwezi ukambeza mchezaji ambaye per season amepata namba 17. Sio kazi ndogo. Ligi kuu yetu alongoza kwa magoli kafunga mangapi? Kafunga mabao 17. Mara ya mwisho ligi kuu yetu kupata mtu mwenye goli 20 nani? Hamna. Kitambo sana hicho, wewe hujazaliwa. Alizaliwa anasema alikuwa sio. Tutakuja sikia kina Mohamed Machinga goli 26 au 23 kwa msimu mmoja. Sasa kina Mohamed Machinga umezaliwa? Mimi sijazaliwa. Zamani. Kwa hiyo Bushiri, kesho Simba anacheza Simba Day. Simba watautumia huo mchezo kuonyesha silaha zao. Lakini pia Simba watakwenda na mindset ya kuficha silaha zao. Wataonyesha na kuficha pia. Wataonyesha na kuficha. Nielewe? Wataonyesha na kuficha. Kwa nini wataonyesha? Kwa sababu mashabiki wao wote na dunia kiujumla inaangalia ile tamasha. Kwa hiyo ni lazima mashabiki wapate haki yao ya kimsingi, wamuone Ibrahim Dumbia, wamuone Mohamed Jabari, si ndio? Jaba anaitwa kuna mwamba mmoja jana naangalia skills zake, namuona kama Vinicius Junior, so Junior anaitwa Calesto. Hatari hiyo. Hatari hiyo. Mali awe Simba. Kwa nini wataficha? Kwa sababu Jumatano tukijaliwa ni mechi ya Simba na Yanga. Kwa hiyo unapokwenda kuonyesha silaha zako zote, unapokwenda kuonyesha mbinu zako zote, tambua unakwenda kucheza naye ni giant. Tambua unakwenda kucheza naye ni bingwa wa ligi kuu NBC mara 5 mfululizo. Lakini pia ni bingwa mtetezi wa hiyo ngao. Na kuna pa kujifunza. Kuna mengi, lakini pia kuna cha kujifunza. Nini Steve Barker afanye kwenye siku ya Simba Day?